kunandu mwanchumo ligerelinga tuateka huko kunandu mwanchumo ligerelinga asinchira bene kigma ngako batuno mogeni gaiga somorobli etwani no mogeni to oikire gaiga ase studio ikinga nchoke nene nkelingo mwanchumo ligerelinga nikotoka moleta sembeo na ninaye mzungumzia ni mkurugenzi katika taasisi ya chuo cha mafunzo cha Chorister ambaye pia yuko pamoja nasi bwana Nixon Unyango ndiye tumleta hewani msikilizaji tukusabu kwa berenga ntobe togo swase tuko chinchiru gaseneni lakini ntobe togo kumanyia yanda mange asomuno itobwe kegusi lakini asensemeli usangano mogani ntobe togo kwa nere asiruga yege Swahili yuko tukusaba kwa berenga mwanchumuli karibu sana asembeo Nchikuru kwa Geoffrey Nsarigo Matilda Uvaigo kwa sense moyane karibu mkurugenzi wa taasisi ya Chorister bwana Nixon Unyango karibu sana kwa studio zetu za Getembe Radio na Getembe Television na maruninga ya Getembe. Asante sana. Naam, kwa kwanza tuambie wewe ni nani, umetoka wapi na kisha baadaye tuambie Chorister. Jinsi mmeambiwa kwa majina naitwa Nixon Unyango. Ni mkaji wa Sunika, naishi huko Sunika na huko ndio tuko na college yetu ya computer ambayo inaitwa Chorister Training College. Chorister tulianzisha mwaka wa 2023 mwezi wa tatu. Ilipewa jina Chorister kutokana na Chorister ni yule mwenye anaongoza waimbaji. Inaandikwa CH Chorister, lakini hii Chorister ni ya KO. Now Chorister wa kanisani pale anaongoza watu wakiimba, na Chorister hii sasa inaongoza watu katika nyanja ya kompyuta, wengine wakifuata. Hivyo ndio maana tuliipea jina Chorister, kwa sababu iwe kiongozi na wengine wafuate. Najua kidogo nilikuwa nafikiria pengine mkurugenzi bwana Nixon yeye mwenyewe ni muimbaji ama ni Chorister wa kanisani pale, niposa kaamua kwamba jina la taasisi lazima iitwe kulingana na ile wadhifa nafanya pale kanisani. Wewe ni muimbaji kanisani? Ya, mimi ni muimbaji lakini mimi si Chorister. Karibu sana, asante Matilda. Na tukianza umezungumzia Chorister Academy ambayo umesema mnafunza mambo ya kompyuta. Labda unaweza kutuelezea yule ambaye anasikia jina Chorister kwa mara ya kwanza sasa hivi ana expect kujua nini kuhusu Chorister? Asante sana. Chorister pale tunafunza kwa saa hii tunafunza courses tatu ambayo ni Basic IC3, kuna Advanced IC3, kuna Computer Technician na juzi tuka introduce Graphic Motion Designs. Now Basic IC3 ukienda kwa cybers wanawapea kidogo na wanaita package. Na sisi ukija pale tunakupea full package na tunaita course. Na ukifanya uhitimu unapata certificate yako ambacho inaweza kukusaidia popote pale ukienda ukiitishwa. Na tena kitu cha maana na Chorister ni kwamba si lazima utembee na hiyo cheti chetu, kwa maana unaweza ipata kwa simu yako online, hata ipotee, hata bora tu tunakupea link ya kubofya na uko na nini yako, uko na certificate yako. Na ingine ni hiyo ya Advanced IC3 ambayo ni kosi yenye iko juu kidogo ya basic. Baada ya kufanya kijuju introduction kwa computer na vitu zingine hapo za hardware, software and the rest, advanced sasa tunakuleta hadi penye unaweza fanya computer networking, hizi vitu za kufanya wifi's na mambo kama hayo, so unapata pale. Then ukienda kwa computer technician, tuko na wale wenye mtu anaweza toa computer mzima
aiweke kando na bado aitengeneze ifanye in other words, kwa lugha nyingine wanaitwa warogi wa kompyuta. Warogi wa kompyuta. Anatoa kila kitu kwa kompyuta na anarudisha na inafanya tena. Hiyo kosi haitakusaidia tu kutengeneza kompyuta, ila vitu zingine za electronic devices itaweza kukusaidia kama simu na mambo kama ya mwisho ni hiyo ya graphic design and the rest. Kwa ulimwengu tunaoishi saa hii, graphic iko kila mahali. Yani hawa ni wale wenye wanazungumuza kupitia picha na videos. So unafundishwa jinsi ya kutengeneza picha na video. Siku hizi watu wengi hata upata pesa kutokana na TikTok. Ukiwa na video nzuri yenye umetengeneza pale, unaweza pata pesa. So hizi zote tunafunza pale. Na niko na swali ambalo linahusu mambo ya kompyuta. Ni kwa nini mkaamua kwenda kwenye mkondo wa kiteknolojia ama kufunza, kupeana mafunzo kuhusu mambo ya teknoloji? Asante sana Matilda. Mimi mwenyewe nimefaidi sana kutokana na mambo ya kompyuta nikiwa chuo kikuu. Hilo ndio ilikuwa ofisi yangu nikiwa mwanafunzi. So nilikuwa nafunza pale, nafunza online, hata nikasoma online wa ile wakati wa COVID. So wakati COVID iliisha nikasema wakati huu tunaishi ni kama ni basic mtu kukuwa na knowledge ya computer. Ni kama tu like kuishi bila hewa. Unajua sasa hii ukiwa hauna knowledge ya computer ni kama uko ulimwengu wako. Ni ukweli. So ndio maana tukasema kusaidia watu sana ni nzuri tuanzishe kosi ya computer ili tuelimisha watu. Kwa hivyo ni kusema kwamba wewe kama mkurugenzi, alivyokuuliza mwenzangu, wewe mwenyewe Bwana Nixon Onyango umesomea mambo ya mitandao na vile vile wewe ni mjuaji wa mambo ya takrishi. Kwa hivyo unapofungua chuo hiki wewe mwenyewe uko na ufahamu zaidi kuhusiana na mambo ya kompyuta. Si tu kuanzisha tu, nilikuwa na ufahamu zaidi ya kompyuta na nimefunza hata nje ya nchi yetu kupitia kompyuta. Na kabla niingia hata ualimu, kwa sababu mimi ni mwalimu, hadi saa hii ni kompyuta ndio inanilisha kushinda hata chenye serikali inanipea. Kwa sababu nikilinganisha chenye serikali inanipea na chenye napata kutokana na CS za shule, sasa hiyo ni ile knowledge ya kompyuta inanilipa zaidi ya mara 10 ya chenye nalipwa na serikali. So ndio maana nikasema ni nzuri sana mtu akiwa na knowledge, ufahamu wa kompyuta. Labda kabla upate swali kutoka kwa mwenzangu, ni jambo la muhimu sana kwa msikilizaji na mtazamaji ambaye wakati huu anategea na kutizama kujua mahali ambapo Chorister ipo na kupatikana, na vile vile jinsi mwenye angependa kuwa na moyo wa kujiunga nanyi atawafikia kwa njia hipi. Labda utuambie mahali mpo na nambari ya simu na jinsi mtu atawafikia. Asante. Chorister Training College iko pale Sunika. Sunika Asumbi Junction. Ukifika on the highway kutoka hapa kuelekea Rongo, kuna hapo penye watu wana branch. Ukielekea side za Rangwe, side za Cinema Market. So hapo kwa junction tumeandika bango kubwa tu, kuna bana tumeweka hapo kwa mlango, utapata reception office. Chorister iko pale. So iko karibu na Romero Supermarket. Ukitoka Romero Supermarket kuna Boss Michael Hardware, then the next door ndio reception office. So hapo utakaribishwa na utaonyeshwa penye classes zetu ziko. Tuko na classes mingi sana zenye tumeweka nyuma penye wanafunzi wanasoma computer. Si tu room moja, si room moja, ni over 10 rooms penye wanasoma computer. So ukifika pale utaonyeshwa jinsi utapewa klasi yako na utapewa mwalimu. Na computers nazo
si ya kusema, ni mingi tu. Utawekwa kwa klasi yako, utasoma hadi wakati utakapomaliza. Na ukitaka kutupata vile mlielezwa, namba yetu ya simu ni hiyo 0707 185 119 0707 185 119. Naam. Mwancho murigire ine nambera se kirore IGTV yao na nekiro toke ndirete na Mr. Onyango, labda umezungumzia kwamba shule yenu ni kubwa ama chuo cha Chorister ni kikubwa zaidi. What about umesema classes ziko enough na walimu wako, na labda ni nani anafaa kuingia Chorister? Ni mtu yupi ambaye mna consider as qualified to join your college? Asante. Jinsi nilisema ya kwamba saa hizi ufahamu ama knowledge ya kompyuta si tu ati mtu lazima kuwe na qualification ndio asome. Kwa sasa tunakaribisha kila mtu, yule mwenye alimaliza form 4, yule mwenye hakumaliza, yule mzazi mwenye ako nyumbani, kwa sababu jinsi nilivyowaelezea ni kwamba kwa karne tunayoishi ni nzuri sana kila mtu kukuwa na ufahamu wa kompyuta. Na huo ufahamu haitaji, unajua, kama kwa mfano tukiangalia watu kama watu wa China utapata ya kwamba mtu hajaenda shule, lakini kuna line of profession, line of duty, like utapata ajui hata kizungu kwa mfano, lakini unapata yeye ni engineer wa barabara. Hakuna skills. Na hakuna skills. So chenye tunapeana pale ni skills, hakuna requirements, ni skills. Hata yule mwenye amaliza form 4 akija pale atumuulizi kuhusu certificate ya shule kwanza. Cha maana ni kumpea skills za computer kuwe nayo kwanza, na si tu certificate, ni skills kwanza, kwa sababu hata mtihani tuna test pale, ukihitimu ndio tunakupea certificate yetu. Na mwanafunzi anakaa hadi wakati tumeridhika ame-qualify. Ile kosa ambayo huyo mwanafunzi atachukua, atapewa certificate ya diploma, certificate ama ni aje? No, tunapeana at certificate level. Okay. Not diploma level. But vile nilikuambia ya kwamba tuko na a bigger facility, tunajaribu sana ku-expand within this year, next year tunataka tufike pale kiwango penye tunaweza offer many more courses, na tuanze hata ku-offer diploma courses with the time. So kwa sasa ni certificate. Kwa sasa ni certificate. Shukran. Tukisalia swala hilo la ni nani anayefaa kuingia pale na anafaa kuwa na nini, kuna wale ambao wacha maliza shule, kuenda shule darasa la mtu, angependa kujiunga nanyi Chorister, kuna nafasi pale? Naam, hata yule mwenye aliachia kidato cha pili, wenye aliachia grade ile wakati ilikuwa class 1, anybody, hata yule mwenye ana certificate hata ile ya class 8 huyo ameruhusiwa akuja kuwe na the first certificate kwa maisha yake. Kwa hivyo tuseme kwamba chuo cha Chorister kinahitaji kila mtu, bora hakuna hamu ya kusoma. Naam, ni kila mtu mwenye anataka kukuwa na knowledge ya computer. Naam. Basoro monchumuliringa no motegererie kinge nchotora monere Nixon Onyango uyigo muno director abu ya college ya Chorister ogendere kwerera mange igoro yobuya abu ya college igai kwigiria mana ya computer nabo igo no bosenyo bonene ukwaliri chikusi ao bakwena na ali sense ya computer tebere ngango weli bali computer boigo baigiria mangana graphics motion baigiria amangana yonsi kinge nchunga naye tutwarage ntokede yonsi gitango, lakini naboko baikira sinamba ya buyisimi yure noti isano naibere enoti isano naibere ayemo isano na isato isano ayemo kianda igoko kanti kuba kiresimi ya Yurasi Radio nyuranga naboko nyole nambe 0707 185 119 na Yurasi Television nambe ino hili kirega wa Serol Kiaguna Tebo Murali Matilda. Pengine tunapoangazia mengi zaidi bwana Chorister director ama bwana Nixon Onyango, pale shuleni mnapata wanafunzi kutoka mahali mbalimbali, sehemu mbalimbali ya nchi yetu ya Kenya.
Je, kama Chorister mko na malezi ya wanafunzi wale wangependa kujiunga, ama mko na mipango yoyote ya kuhakikisha kwamba mwanafunzi ambaye anatoka mbali, kwa mfano ile huko kwa runinga ambayo na tazamwa na watu wengi, kuna mwanafunzi angependa kutoka maeneo hata ya Ukambani kuja kusoma pale Chorister, kuna mahali atakaa, malezi namna gani? Shule yenyewe haina boarding, makazi, haina makazi ya wala haina hostels. Lakini yule mwenye ametoka mbali, sisi wenyewe tunaweza mtafutia pa kukaa. Shule tuko na room zingine, lakini si ati ni ya wanafunzi, ni za biashara hizo. So wanalipia na wanaweza kaa pale. Kwa mfano tuko na wanafunzi, kuna mwingine anatoka huko Rongo University. So hawezi day school kutoka Rongo kuja kwa shule yetu. So chenye huwa tunafanya, mtu kama huyo tunamtafutia pa kukaa kwa muda anaposoma pale Chorister. So kwa sababu unajua classes yetu zinachukua muda wa masaa mawili tu, na siku imeisha hivyo. So baada ya hiyo muda naweza shughulika na vitu zingine. So kwa hivyo hatujaiweka pa kukaa, kwa sababu hawasomi siku nzima. Masaa ya kusoma ni masaa mawili tu, unless mtu anataka kuextend, na hiyo pia huwa imeruhusiwa, kwa sababu computers hizo matarakilishi ziko mingi sana. So kuna room penye atufunzi, computers ziko pale, mwenye anataka kujiongeza wakati ameshamaliza classes zake anaweza ingia pale na asome. Na hiyo ndio inakuwa advantage yetu, ya kwamba ukienda mashule hizi mingi penye wanafunza kompyuta, utapata kompyuta ziko 2-3 pale. Sisi tuko na zaidi ya 50 na zote zinafanya. So na session zetu tunaweza accommodate up to like 100 students. Kuna wale wenye wanaanza na theory, wengine wanaanza na practicals. So vile nimekwambia ni kwamba anytime mtu akija na anataka kuextend na maybe ametoka mbali, tutamtafutia pa kukaa, lakini si kwamba tuko na penye wanaishi ambayo ni ya shule. Lakini tutaweza ensure security yake na penye anaishi iko just within hapo kwa shule. Shukrani. Na mambo ya school fees, mambo ya karo katika chuo chenu? Asante sana. Tulijaribu sana kuhakikisha ya kwamba fee yetu ya shule haiko juu, ili tufikie kila mtu. Unajua wengine utapata waliacha shule kwa sababu ya karo kukua juu na mambo kama hayo. Kwa shule yetu, kwa yule mwenye amaliza form 4 ama yule mwenye anataka kuja kuanza masomo, fee ni 1500 peke yake. Na hii 1500 si ati unalipa mara moja, unaweza lipa in installments. So kwa mfano leo tukufanyia admission, unaweza kuja na kitu 1000 ama 2000. So ya kuanzisha. So ukishalipa hiyo, wakati unaendelea kufundishwa, kabla ufanye mtihani ya mwisho, utakuwa umemaliza chenye kilikuwa kimebaki. Na hata hiyo nyingine hata advanced ni only 4200. And then computer technician ni 10000 peke yake. Na zote vile nimesema, si kwamba lazima ulipe mara moja. Zote unaweza lipa polepole, unless tu ile wakati unaweza taka ulipe mara moja. Na tena tuko na provision. Kuna wale wazazi unapata kuna zaidi ya mwanafunzi mmoja, huwa tunawaangalia sana wao. Kwa hiyo yenye wanalipa 5000, mwanafunzi anapoingia pale, wao walipi 5000. Ukiwa na mwanafunzi mmoja, wewe ni mzazi, wewe unalipa 4500, kwa sababu kuna wanafunzi wawili, ili imsaidie amalize haraka fees na mwanafunzi asome. Ya mwisho kuna wale wenye wanakuwa orphans. So we also give considerations. Wao pia sasa tukichukua details tupate total orphans, awalipi yote, pia tunawakatia kama 500, wanalipa 4500. Nao wanaweza anza na 1000, waendelea wakimaliza wanapoendelea kusoma.
Shukran kabisa bwana Nixon Onyango mwanchumuligire lino motegeli nyulenga nago tebinga numo director we college ya Chorister Training College kutoka Chinsomo chesuneka Asumbi Junction na nero gendere kwerera ekireba gukora seskuru iga yabo nabo igikinga nchonga ayo mwanafunzi ayo muibuli ayo wantiko soma gali ya seskuru tobese gotigali bageli gali ya benne minyoka bwango onyora masomaya yagokonye ankyo nayo begenta subwa sioku. Kuna wakati unajua umesema kwamba muda unapoendelea kubadilika mambo yanabadilika pia. Kuna mzee miaka zaidi yetu hapa angependa kusoma pia pale. Mkuna umri wa yule anafaa kujiunga nanyi, lazima hawe mwanafunzi wa umri mdogo ama yeyote pale, hata yule mama ajuza anaweza ingia pale asome. Hata saa hii ukiingia Chorister utapata wale wenye wako na movie. Kuna deputy principal ambayo siwezi mtaja, na kuna wale watu tu wazima wenye pia bado tunafundisha pale. Wote wanasoma pale, si ati kuna umri yenye imewekwa. And then kuna wale wenye wanafanya kazi na kazi yao pengine kuingia lazima waingie mapema. Tena watu kuna provision na kwa watu kama hao. Sasa ukiona hao ni watu wazima. Classes zetu huwa zinaanza saa 1 asubuhi hadi saa 12 jioni. So kuna wale wenye wanataka kusoma lakini mambo ya kazi lazima waende kazini. So wanapo report kitu tuseme kama saa 2 asubuhi, kuna provision tunawawekea. Tunaweza fungua hata saa zingine by 6. Kuna mwalimu pale mwenye anawasaidia ili ikifika kitu by saa 1:30 saa 2 hapo wamemaliza, anaenda kazini. So hiyo ni just another provision yenye huwa tunaweka kwa wale wenye wanafanya kazi nao, sio watu wa umri kidogo. So tuko na hata saa hii ukienda, ni vile sasa imeenda saa hii, utapata maaskari wanatangulia pale. Wanatangulia pale, wanamaliza ndio wanaenda kazini. Kwa hivyo tuseme mode of studies ama kuna part time pengine labda kuna muda wa masomo weekend. Tuko na saa yetu nayo ya kusoma huwa inaanza saa 1 kamili hadi saa 12 jioni, na tuko na kwa hii category tuko na classes 5. Kila siku kuna classes 5. Kuna ya saa 1 tu saa 3, saa 3, saa 5, saa 5 tu saa 7, then kuna class ya saa 8 tu saa 10, alafu ya mwisho ni saa 10 tu saa 12. So hiyo ni kuanzia Monday to Friday. Saturdays huwa tumefunga. Nayo Sunday mwanafunzi anaweza kuja kujisomea, ama upon request ya kwa mwalimu akuje, na mwalimu anaweza kuja from saa 8 kwa wale wenye wanataka kusoma weekend. So mwalimu anaweza kuja from saa 8 afundishwe hadi saa 12. But sasa kwa sababu class ni masaa mawili, so anaweza fundishwa saa 8 saa 10, ama akipenda chukue 4 hours na anamaliza. Kwa wale wenye pengine kazi imewafunga na wanataka kusoma computer na hawezi during the week, so weekend from saa 8 ndio wanaweza soma. Lakini kwa wale wenye wataki kufundishwa na wanataka kuendelea kusoma computer, wao wameruhusiwa hiyo Sunday kuanzia asubuhi. Wanaweza kuja pale wakae na computer, waangalie kila kitu wanataka kuangalia na wasome. Na tukiangazia kwa yale ambayo umezungumzia kuhusu labda wanafunzi, kuna yule ambaye amekuja ni fresh like ajui kitu kuhusu computer, anaanza na theory, na kuna wale ambao ulisema labda ni advanced, alafu wengine ukasema labda ni technician. Wana take how long does it take mtu afanye exam yake, afanye mtihani wake? Asante. Kwa hizi courses zote kuna categories 2. Kuna wale wenye wanataka tu kuchukua the normal time, na kuna wale wenye wanataka kuchukua a shorter period of time. So kwa basic IC3 mwanafunzi anapojiunga nasi pale kusoma computer atachukua muda wa mwezi moja ili kielekea miezi 2. Around 40 days atakuwa amemaliza. Na tukiona ya kwamba kama 6 weeks
roughly 6 weeks. So tukiona ya kwamba bado hajahitimu kiwango, kwa sababu mimi mwenyewe kuna saa zenye huwa naenda pale na wapea challenge, na nikiona ya kwamba bado hajahitimu penye tunafikiria afike, atumruhusu kufanya mtihani, ama anaweza fanya mtihani na tena tumpe another provision ya 1 week free, na hiyo huwa hawalipi. But basically siku zetu za kusoma zinakuwa between 1 month to 2 months, unless mtu akos, because we deal in special case. I am a specialist teacher for also special education. So nikiona yule mwenye anataka differentiated learning, yule tunamtreat tofauti kidogo na wengine, lakini duration ya kusoma pale ni 1 to 2 months. Kwa advanced ni 1 month. Alafu kwa computer technician ni 3 months. Yeah. Talking of special cases, kuna wale ambao wanaweza kutumia braille huko kwenu? No, we don't nini for the braille, au ni wale wenye wawezi ona and the rest, lakini mpango yetu ni kwamba with time tukuje tu accommodate ndani, but kwa saa hii wale wa kutumia braille hatuja integrate ndani. Okay. Lakini wale wenye nasema ni wale wenye wako labda wako slow, yes, slow learners, hawashiki haraka mambo ya kompyuta. So kama hao tunachukua muda yetu na hata tunawatengea kompyuta yao. Unajua wao mtu akija aguze yake ya set differently, unapata tena ku confused, anaanza from zero again. So hao ni vile hatuwezi watenga tuwape class yao tofauti, lakini kuna vile tunawa allocate kompyuta yao yenye hata wao wajui, na tunaweza fungua account such that yao wanajifungulia na hizo zingine zinaweza run ya shule. So wakati amaliza shule ndio tunatoa tena. Na Mkurugenzi Bwana Nixon Onyango, naamini kwamba kile kinachofanya mwanafunzi kuhitimu vema shuleni ni uhusiano wa mwanafunzi na mwalimu. Walimu ulio nao uhusiano wao kwa wanafunzi uko namna gani kwa manufaa ya msikilizaji na mtazamaji? Pengine kuna wanafunzi tofauti wanakuja kutoka sehemu mbalimbali, wangependa kujua uhusiano. Je, kuna walimu wa kiwango kipi na uhusiano wao ni upi kwa wanafunzi? Asante. Walimu wangu wote ni wale wenye wamehitimu, na kiwango chao cha masomo ni degree. So kufunza, tukianza na mafunzo, kufunza kwao basic ni kama hesabu ya 1+1. Wanaiona kitu rahisi sana. Ni kama tu saa hizi mimi nipelekwe pale nursery school nianze kufunza. Inakaa kitu rahisi sana. So ni wale wenye wamehitimu, na tumebalance gender kuensure relationship ya wanafunzi, kwa sababu kuna wale female na kuna wale male. Alafu kuna student preference, kuna wale wenye wanapenda kufundishwa na mwalimu female, kuna wale wenye wanapenda kufundishwa na male. So ku establish hiyo relationship ya wanafunzi na walimu, mwanafunzi anapo join huwa tunachukua data. Kuna karatasi penye tunachukua details za mwanafunzi, na hizo tumecapture pale for the student teacher relationship. Hizo ni kusema kwamba mnaenda kulingana na pendekezo la mwanafunzi. Exactly, tunaenda kulingana na pendekezo. Akisema angependa kuvunzwa na mwanamke, mnampea hiyo. Mnampea mwalimu mwanamke. Naam. Na tena ni yule mwenye amehitimu vizuri, na tunapokaa chini nao, kwa sababu saa zingine wanafunzi wakishafundishwa after kitu kama wiki mbili, huwa tunachukua data tena kutoka kwa wanafunzi. Tunaita anonymous data. Tunawapea karatasi tu, wanaandika kuhusu shule, wanaandika kuhusu walimu wao wenye wanawafunza pale. So kutokana na hiyo data tunaweza jua kwamba wanapata chenye wanafaa kupata ama wanakosa chenye wanafaa kupata, na inatusaidia kudeal na mambo kama hayo. Lakini tuna hide identity, kwa sababu mwalimu akijua ya kwamba mwanafunzi mmoja ameandika vibaya kumuhusu, inaweza muuma. Lakini wakati mwanafunzi ameandika kuhusu mwalimu wake lakini hajulikani ni nani, unajua hata confidence ya huyo mwanafunzi inakuwa inakuwa juu, na anajua ya kwamba
pendekezo zake na shida zake zitakuwa zimetatuliwa bila hata yeye kujulikana. So wakati anaona zile zenye alikuwa amechangia zifanyike, anapoona zikifanyika anafurahi, na hivyo ndio maana huwa tunapata referrals mingi kutoka kwa wanafunzi wenye wameshaingia ndani, na huwa kuna vile tuna motivate mwanafunzi na mwalimu. Kuna program tulikuwa nayo inaitwa referral program. Mwanafunzi anapoleta mwanafunzi mwenzake pale kujiunga nasi, tunamlipa huyu mwanafunzi, na tunamlipa kupitia mwalimu wake yule mwenye alimfanyia admission. So akija na wanafunzi kama wawili, anajua ako na pesa. Akija na watatu, ako na pesa, na huyu mwalimu wake ndio anampea mbele ya watu wale wengine. So anapojiona pale, ana feel part ya shule yetu. Yes, ana feel at least akona some impact. Anapoona yeye mwenyewe ameleta pale, akijiunga nasi, akisoma nasi, unajua ana feel like not just a student, lakini pia yeye ni mmoja, ni miongoni mwa wa wale wenye wanafanya pale ndani. So inawafanya wanachukua responsibilities, na hii huwa tunafanya tu ya kuwaonyesha ya kwamba hata kompyuta hiyo ndio vitu zenye zinasaidia. Kuna hizi vitu zinaitwa referrals hata online. Mimi mwenyewe nimewahi lipo mara mingi sana, vile siwezi taja hizo kampuni zenye zimenilipa for referral, lakini kuna wakati nilikuwa napata kama 24,000 per day just from referral. So I'm also trying to show them ya kwamba wao pia wanaweza pata, na hii kuwe kama mwanzo. So wakienda pale mbele wanajua vile wanaweza survive. Na vitu kama hizi mimi nilikuwa nafanya kwa sababu asikuwa na mwenye alikuwa ni support nilipokuwa nasoma. So najaribu kuwaonyesha jinsi ya because they know, wanajua kukula samaki, sasa lazima wajue jinsi ya kuwinda na kuvua samaki. Shukrani wanchimuligirino mwategereringo kwandelivaga urakwanira bwana Nixon Onyango andako tukwanire guys studio ngayali watuligiri kuruanga yotonyora nyuranga ekerogo tukira se number 0726447367 0741583878 na batu kuigubu yakuigwili ogiri agunga ayo mwenyene no tegera tomurubuli nga kinugwete mangana isemi cyo semi ine college kutoka Gisuneka omu director no ali gaiga na boko mokwani ya maigambo saba minyibarange na Suneka Galia amenyura se county ya Kisii uliole county Nyamira ndi county chinde Kuruma Bay Kurumigori ndo se sobwa tete bono mambia totebi ngo yuri kurwa na inga kuigura mangana iga uigwete bo semi bono bwa chiri aguri chisemi kwa ngana 2074158388 asena mpa ye studio ekatukura buliberi sato igani chisemo chiri chinde na bugutulikira ujumbe otabwati obwa Matilda. Se mitandao wa tunyora Facebook na boigo chinsemo cha YouTube na Getembe TV. Mr. Onyango, mambo ya artificial intelligence, labda mmeweza kufunza wanafunzi jinsi ya kutumia akili mnemba ama AI? Unajua kuna kwa kosi yetu kuna sections za kufunza, like the topics and subtopics. So hiyo iko pale mwisho. Mwanafunzi akishajua jinsi ya kufinya, jinsi ya kutafuta mambo mtandaoni. So anapomaliza kosi yetu ya mwisho, hata kwa hiyo basic, kuna hiyo inaitwa online. That is the last topic. So kwa hii ya online ndio tunawafunza jinsi hata ya kutumia AI, jinsi ya kutumia Facebook, TikTok and all this, na especially mafunzo yetu huwa ina revolve jinsi ya kutengeneza pesa kutokana na hii, lakini kwa njia nzuri. Unajua kuna wale wenye wanaposikia maybe AI ama mambo ya online, wanaanza kufikiria jinsi ya kufanya hacking. Na huwa tunakuwa very keen ikienda hiyo njia, tuna avoid sana wanafunzi kufanya ama kuwafundisha jinsi ya kuhack. Lakini tunajua jinsi ya kuzifanya, lakini hatuwezi wafunza ili wakuwe na nidhamu. Kuna kitu kinaitwa nidhamu ya online. So tunajaribu sana ili wasije wakaenda njia huo.
basi uri mwanchu muri lino mutegereri kaptokuni kusanga mndu chigali no Sento Maribade Noise Boy akotabanga tuko ndani tuagokire mngono mmoja anajulikana kama King Daddy pia yuko pale Natasha Mcuti toto Lakisi Nanzi Ungiri kurwa chiza mchaka nyimbo Christopher Atandi kurwa Burangi Kenyambi pia wako na Lydia Kirubo niakaangalia katika upande ule wa arafa yani SMS Lilian Mubegi akubolianga ine ekerongo cha kusoma na kolya matemna gule nyimbangi ruli na ngwaka na chibesa. Huyo angependa kujua ikiwa amekuja kusoma na pengine amefanya mtihani ameanguka, akirudia pia analipa, anaanza upya ama namna gani? Kuna pale mwanafunzi anaweza kuwa na request ya kuanza afresh. So anapoanza mpya hapo anaweza lipa, lakini sasa hatalipa yote. Lakini kabla mwanafunzi afike hapo pa kuanguka, tutakuwa tumeshughulika sana ili anapoamua kurudia ni vile sasa amekuwa special case. Lakini wakati mwanafunzi amefanya mtihani ya kwanza na ameanguka, huwa tunapeana provision ya wiki moja ya mafunzo bila kulipa. So kwa hii wiki moja tena akianguka, sasa inabidi tunaanza afresh. So hapo afresh ndio mwanafunzi anaweza lipia. Lakini tunajaribu sana period ya 1 week tunakupea tena free. Na hiyo ni baada ya kufanya mtihani. Pengine bwana director naomba kwamba utufahamishe ni mbona mtu achague chorister kuliko college zingine? Asante sana kwa swali hilo. Chorister jinsi nilivyowaelezea ni kiongozi kwa nyanja za kompyuta, na sababu yenye inaweza fanya mtu kuchagua chorister ni kimoja. Kwanza tunajivunia kuwa na tarakilishi mingi sana ambayo inasaidia wanafunzi kusoma. Pale kwa mashule mingi vile niliwaelezea, utapata ya kwamba kuna tu 2, 3 na wanashare hizi kompyuta. Na mimi ni mmoja wa wale wenye walisoma kwa shule kama hizi penye kuna kompyuta 5 na umeruhusiwa ukapo muda yako ikiisha ya mnang'ang'ania tu mnang'ang'ania na you share even screens together just to tarakilishi moja. Lakini sisi hapo ndio tunapata advantage. Licha ya kwamba tuko na classes mingi, hizi classes zote tumeweka computers. So mwanafunzi anapofundishwa practicals, anafundishwa akiwa na kompyuta yake. So anapata the first hand knowledge, yani anahusika sana kwa masomo yake, because we believe in pragmatic learning, penye mwanafunzi on skills. Hiyo ndio tuna focus on sana. So sababu yenye inaweza fanya mtu kuchagua chorister ni hilo sana, kwa sababu anatoka pale akiwa kuna knowledge sana ya kompyuta. Utawaipata kuna wakati pia jini mfanyi kazi mmoja na aliniambia ya kwamba amehitimu, amesoma kompyuta kwa sawa. So nimemwambia kuja fanye kazi. Anapokuja na kunua ya kwamba anajua kufungua kompyuta. So ilinipa changamoto sana ya kwamba mtu mwenye amefanya kompyuta hadi kiwango cha kufanya mtihani na amepewa certificate, ametoka shuleni ya kwamba amehitimu,
So na sisi tuna records zao pale shuleni. So wakimaliza shule na kukuwe na chance ya kuajiriwa popote pale yenye tunaweza pata, tutawasukuma pale. Na mimi mwenyewe nawaandikia referral based on their competency. Nitamuelezea mwenye anaenda kumwajiri, huyu ako hivi, na wakati nawapea wale, they base on what we have said na hata chenye wataona. Na wenye wanajiri wengi sana wamekuwa wakiniulizia wanafunzi kutoka pale kwetu. Na apart from that, sababu yenye huwa inatufanya sana tutie bidii kuwafunza wanafunzi wetu na wahitimu ni kwa sababu pale college saa zingine huwa na waajiri mimi mwenyewe. Kuna wakati mwingine amefanya form 4 na haja join, so anapomaliza na sisi kuna wenye huwa tuna retain. Tunawawacha pale wanafanya kazi na wanaendelea kulipwa, because apart from kufunza tuko na vitu zingine tunafanya. Tunafanya printing za mambo kama hizi mnaona hapa studio, hizo ma billboards, t-shirts, banners na vitu mingi tu tunafanya pale ndani. So anapomaliza tunaweza wafunza hata kwa wale wenye wanachukua graphic designing and the rest, wanamaliza tunawaweka pale ndani wanatufanya. Na si ati kwamba tuko na ofisi moja penye tunafanya hizi vitu. Tuko pale Sunika, tuko Homa Bay. So mwanafunzi alimaliza akiwa Sunika, kama saa hii kuna mwanafunzi alimaliza, tulikuwa na yeye Homa Bay. Saa hii yeye ndio secretary wetu hapa Sunika. Okay. Na kuna tena mwenye alikuwa hapa Sunika, yeye tumempeleka kwa secretary Homa Bay. Alafu kuna wawili saa hii wenye tuko nao kwa upande wa printing ni wenye walikuwa wanafunzi wetu wote, isipokuwa walimu peke yao ndio wenye niliwatafuta wenye wameshahitimu, wengine nikawaleta. Lakini huwa tunajaribu sana wenye wamefanya nasi, kukiwa na fursa ya kazi tunawapea first priority, because tuna keep records hata ya wazazi. Tusipowapata kwa namba yao, kwa sababu unapata mwanafunzi anaweza maliza form 4, line yenye alikuja nayo pale akiregister chorister ilikuwa na ID ya mzazi. Yes. So anapotoka pale anatoa ile, anakuwa na yake sasa. So tukimkosa na kuna fursa ya uajiri, tunatafuta mzazi, anatutafutia yeye, tunamweka pale. Mbali na chuo chenu, labda kuchukua wala wenye wamesomea kwenu pale, mnafuatilia kujua wanafunzi wenu ambao wamehitimu kutoka taasisi yenu wako wapi? Student follow-up, mnaangalia labda huyu wa mwaka fulani alifanya nasi tukompea cheti, saa hii yako wapi? Ama ni wanapomaliza mmeachana, uhusiano wenu naye umeisha? Asante sana, hilo ni swali nzuri sana. Wanapojiunga nasi, kuna WhatsApp group yenye huwa tunawaongeza pale. Wanafunzi wanasema kila kitu, na saa zingine unapata wana compare vile wanaendelea hapo nje, maisha yao ya pale hivi ya pale nje. So mimi mwenyewe niko pale kwa hiyo group. Walimu wenye wanafunza wako pale ndani. Unajua walimu wao wanawaelewa sana kuniliko hata. Kwa sababu kila siku wako nao, wana interact nao kila siku. So kwa hiyo WhatsApp group tena huwa tunawa encourage. Mtu akiwa na link ya uajiri mahali tena, ama aone mwenzake alimaliza maybe ako disparate mahali kwa maisha, anaweza mconnect. So tuko na follow up. Na the best way ni huwa tunafanya through hizo WhatsApp group yenye. Na ni WhatsApp group moja, so it is easy to manage. Tunaweza ona vile wanafare on hapo nje. Naam. Labda tuzungumzie mambo ya matawi mbalimbali, ama mnapatikana katika sehemu moja tu Chorister kama chuo, mbali na Suneka pia mnapatikana wapi? Mko na matawi mengine? Naam, tuko na tawi letu la kwanza liko pale Homa Bay town. Homa Bay iko Sophia Estate, iko opposite Raila Odinga Stadium. So ukifika Raila Odinga Stadium, opposite ndio hiyo estate ya Sophia. So tuko pale, na shule inaendelea na mambo ya printing vile niliwaelezea huko sasa. Pia inaendelea, na tuko kwa njia ya kufungua
branch nyingine Oyugi. So mpango ya kupanga pale hiyo room yenye tulishapata inaendelea. So kumaanisha kabla ya mwezi kuisha tutakuwa na branch yetu ya pili huko. So tutakuwa na shule 3 za Chorister. Naamini kwamba msikilizaji na mtazamaji wa idai na runinga wengi katika maeneo ya ama katika maeneo na viunga vya hapa jiji la Kisii wanategea na kutazama. Mko na mpango gani kupanua taasisi hapa Kisii? Je, mpango yoyote kuingia pale Nyamira, kupanuka kwa sehemu zingine hapa Kisii? Nilivyowaelezea ni unajua wakati unaanza shule ama unaanza kitu lazima ukuwe na vision na ukuwe na mission chenye unataka kuachieve. Lengo langu kuu ni kwamba siku moja Chorister isibaki kukua college. Lengo langu kuu ni siku moja ikuwe university yenye iko hapa ndani Kisii na iendelee kusonga hivyo, si tu kukua college. So ninaposema hivyo, college inapoanza lazima ukuwe na branches, na hizi branches zina depend na opportunities vile unaona mahali ziko. Nimekuelezea kwamba tutaweza weka moja Oyugis Town, tayari kuna hiyo yenye iko Homa Bay, na kuna zingine mbili zenye siwezi taja kwa sababu bado ziko mbali kidogo, but zote zitakuwa within. So in short, hata Nyamira huko bado tutaweza enda. Ni just a matter of time and dedication and opportunities vile tutaona zikiwa pale, lakini we are out to serve. Tunapopata opportunity ya kuserve tutaweza kaa bila kuenda huko na kuichukua. Mr. Onyango, ni wakati upi nyinyi hufanya admissions ama zinafanyika all throughout mwaka mzima? Asante Matilda. Admissions zinafanyika kila siku. Kila siku. Hata saa hii ukienda pale utaweza shangaa upate line iko refu tu ya admissions inaendelea. Mimi kama mwalimu niliwaambia I believe in differentiated learning. Kuna wale wenye tutawafanyia admission leo na kuna wale wenye tutawafanyia admission kesho, na hivyo ikiendelea kusonga. So kuna vile huwa tunawa group, tunawa categorize. Hatuwaweki tu kwa class moja kwa sababu unapata mwingine amekuja leo, mwingine anakuja kesho, na uwezi wa limit ati sasa umwambie wewe sasa kuja next month. Utapata hiyo next month ameenda kutembelea auntie, utampata wapi? Na saa hiyo ndio alikuwa na wakati wa kusoma. So kama hao we take again advantage ya zile classes mingi zenye tuko nazo, tunaweka pale ndani. Wenye wamekuja leo, wenye wamekuja kesho, hivyo unapata kuna vile tunawamaja. Alafu we also believe in student sharpening another student. Kazi ya leo na maybe ya kesho, mwingine amekuja leo na mwingine akuje kesho, utapata huyu wa leo amefanyiwa orientation, amefanyiwa admission, amejua shule, amejua mwalimu wake, amejua chenye anaenda kusoma. Yule mwenye atakuja kesho pia utapata almost the same. So hapo content hata itakuwa imeenda sana. So saa zingine wenye wametofautiana na maybe one day ndio tunaweza waunganisha, lakini admission ni kila siku. Na hakuna siku yenye tunaweza sema. In fact hata hiyo Sunday tunafanya admission. Yeah, okay. Except Saturday. Alright, mwenchumuligiriro mwategererie keroto kunya gusangana ucheto kuchikanga no mwelio, lakini tunye gusangana omo director bwe college ya Chorister Training College yokrona Mr. Nixon Onyango. Ototo bironga mange lakini kingi chuko kunyulingilinga yo mwenyene nabo kumyoka gali se namba yabo oba kirisimi eligera naye bwe nyoliri baga lyokubulia mange nago ikera nago tei namba yabo yesimire 0707 185 119, yani noti isano libere yemo isano na isato isano yemo kianda wigo nabukubanyorase barelia suneka Asumbi Junction asate biringa urunurusagiro lega igagusiri wasuneka wigomba turusagi gali chinsa cya Homa Bay nekero wigomba batemero buli kuigoronde gali Oyugisa ayunsina mangana akwanire muske Nixon Onyango uyuromo director aseskuru ya Chorister Training
College. Kanucha bange bali mukwa ni ukwa na ituka Igase studio na inabotokuwa ni ratuwe banga 0741583878 0726447367 ebirengera likora ni kubuli buli ndeli yonsi uche somo director yo nubwateli baga aliabene gutuakira esibi usekulika ujumbe AMO aseyemo. Bwana mkurugenzi, kuna wale awafahamu uzuri wa kuwa na ufahamu wa teknolojia mambo ya mitandao na tarakilishi. Labda ujumbe wako ni upi kwao? Pengine kuna mtu anasema mbona nisome kompyuta, kwani mbona mimi naenda chuo kikuu kusomea walimu, naenda kule chuo kikuu kusomea udaktari, mbona tena mambo ya kompyuta? Labda we kama aliye na ujuzi wa masuala katika nyanja hiyo, ushauri wako ni upi? Asante sana. Kwa hakika kwa kane tunapoishi hakuna penye kompyuta haitumiki. Nilipokuwa naenda chuo kikuu, mimi pia nilikuwa na ile wazo la kwamba huko nitafundishwa kompyuta. Nilishangazwa sana nilipoona ya kwamba masomo ya pale ya kompyuta ni theory. Hakuna siku mwalimu atakuja na kompyuta yenye inatosha wanafunzi wote wenye wamefanyiwa admission ati wasome kompyuta. Kwa mfano, mimi nikienda kusoma ualimu, kuna kosi ya kompyuta. Lakini hiyo kosi ya kompyuta hakuna siku utaguza kompyuta. Lakini baada ya kumaliza kufundishwa hiyo lecturing, utaambiwa uende ufanye utafiti. Unapoenda kufanya utafiti, utatumia tarakilishi. Sasa kama huna knowledge ya kompyuta, utafanyaje? Utajuaje hata kufanya research? Unajua, nilipowaelezea kuhusu the last topic ambayo tunaita online, wanafunzi wanapoingia huko campus, especially wakiwa first year, watapewa waende wafanye utafiti. Na si ati Google ndiyo mahali pa kufanya utafiti ya academics. Mwanafunzi anapojiunga nasi pale, anaposoma kompyuta, tunamuelezea hadi mahali pa kupata vitu za proper academic research works. Kwa sababu unaweza pata mwanafunzi bora tu ameguza simu, nadhani kila mahali. Unajua, kwa mfano mtu anaambiwa aenda afanye utafiti kwa maybe kuhusu health, alafu yeye aingie apate huko kwa kuna hii nini platform inaitwa Quora. So unapoingia Quora unaenda kupata research work, lakini hizi research works ni comments za watu, they are not scholarly. So unafanya research yako, unapeana pale, lakini wakati inarudi unapata uja succeed. Lakini ulichukua muda wako mwingi sana kufanya utafiti na ukaangukia Quora. Na Quora sio research, Quora ni comments za watu. The same, saa zingine unaweza kuwa umefanya na umepata nini zako kupitia, kuna hii nyingine inaitwa Wikipedia. Nayo unapata Wikipedia pia sio scholarly. So mwanafunzi hata akienda kufanya kosi gani, so nimeanza na kategori ya wale wenye wameshamaliza maybe form 4 wanaenda kujoin campus, na maybe wanaweza sema aoni penye kompyuta inaenda kumsaidia. Na nimeanza na pale penye utaenda uone vile itakusaidia, kwa sababu utahitaji hiyo knowledge ya kompyuta. Nayo kuna wakati unaambiwa ukifanya research lazima uweke referencing of scholarly work. Lazima ukue. You quote. Yes, you must quote penye umetoa your information. Utajuaje kuquote na una hii knowledge yako? Utajua aje kuchukua link, uiandike the hyperlinks, ili uongoze yule mwenye ana kumark kazi yako ajue penye ulifanya nini, ulitoa. So unaona, wakati utakapomaliza mtihani yako na usubmit, utapewa plagiarism, umeiba mtihani. Lakini hukuiba, you did your research, ni vile sasa huku quote vizuri, huku nukuu wanaostahili. Yes. Walio sawa. Ya walio sawa. Sasa hapo inakuletea shida. Na tuseme sahi, kuna siku nilikuwa nimeenda kutembea Nairobi kidogo, na sahi kuna mambo ya hizi wanaita Uber, Bolt, Faras na mambo kama hayo ya usafiri. Umefika pale, wewe ni mgeni na unataka kuenda mahali na huko ujui, lakini umepiniwa location. Gari ya matatu haitakupeleka pale. Gari yenye itakupeleka ni hao wa Uber. Nao
ili uaccess mtu wa Uber lazima utumie simu. Na lazima ukue unajua kutumia. Yes, lazima ukue unajua kutumia. Now utaambiwa download the Uber app kwa mfano, alafu make request. Sasa unaona utakuwa mjinga pale, unakuwa stranded, ujui cha kufanya, ujui hata vile utafanya request mtu akuja kuchukua penye umesimama, na hata utajuaje kupin penye huko na hauna knowledge ya computer. Nao hapo ni kwa wale wenye wanasafiri, nimemaliza na wanafunzi. Unajuaje kupin ya kwamba niko hapa sasa, mkuje like utapotea kwa ulimwengu ambayo ni ya dijitali. So wakati uko smart kwa computer, umesoma computer, itakusaidia hata kwa usafiri yako. The first time I drove to Mombasa, sikuwa najua hata penye naenda, lakini I was able to go, ningefika penye naenda kwa sababu ya knowledge ya hizi computer. Inaniongoza, yani kila kitu nafanya najikuta apart from that, hata kubook wale wenye unatoka hapo unaenda kulala nje kwa hizi mahoteli. Siku hizi kuna kitu kinaitwa online booking. So uko pale, wewe ni mzazi kwa mfano, ama wewe ni mtu tu umepata mshahara yako na ni holiday, unataka kuenda kuspoil watu wako, alafu unashindwa kubook penye mnaweza lala kwa sababu hauna knowledge ya computer. Kwa mfano nilipo kuwa mahali inaitwa Diani Reef. Diani Reef huwezi enda hivi hiyo siku na upate ati unabook, especially wakati kuna events. Unabook maybe 2-3 days before, alafu ukifika pale unapata wamekureservia pale. So finally wewe kwa yule mwenye hauna knowledge utajikuta unalala kwa hizi zenye kuna bed bugs, hizi nini ndogo ndogo, na unasema umepeleka mtu outing. So at the end of the day utakuwa umekuwa mjinga na umeenda kuenjoy. Na sio hiyo peke yake, computer husaidia kwa njia mingi sana. Saa hii ukiwa maybe umejenga kwako na unataka kuangalia jinsi kila kitu kinaendelea, maybe na mambo ya CCTVs and the rest. Mimi kama director si lazima nikuwe kazini ndio nione vile kazi inaendelea, lakini naweza jua vile kazi inaendelea nikiwa penye niko. Naweza jua chenye kimeuzwa nikiwa penye niko. So naweza fanya management completely while at home. Naweza ongelesha watu wakiwa pale nikiwa penye niko, na si ati kupitia mambo ya simu sasa. Na unawapea information, wanakujibu, unaangalia kila, yani you can do monitoring. So kwa njia zote computer itakusaidia in very many ways. Na kuna hata uwe mtu wa boda. Unajua kuna wakati mtu wa boda ameniuliza, sasa mimi computer itanisaidia aje? Usaidia sana. Saa hizi kuna kila kitu Kenya inafanywa online. Hata uwe mtu wa boda una file return. Hata kama una file nil return, lazima uta file return. Ukienda cyber kufanyiwa nil return ni 100. Maybe kama uko employed ni 200 ama 150. Sasa wakati uko na knowledge ya computer utakuwa unajifanyia hizi vitu peke yako. Wakati mwanafunzi amemaliza shule, kuna application hizi vitu za KUSP, kuna kuapply, na hata wale wenye wanaendesha bodaboda wako na watoto. Na wanapokuwa na watoto lazima watafanya hizi applications. So ukienda kwa mfano maybe HELB wakati wa HELB imefika, application ni 500. So unapokuwa na skills za nini, na tena hizi applications za serikali kuna saa huwa zinasumbua. Unaenda cyber siku ya kwanza umelipa 300 na kazi haijaisha. Yule mtu amefanya kazi naye lakini kazi haijaisha kwa sababu system inasumbua. Siku nyingine tena unaendelea hivyo, pesa inaenda, saa inaenda, na kitu ambacho ungeweza kufanya hata kupitia kwa simu yako. Kwa sababu uli assume mambo ya computer ukadhani maybe ni ya watu wengine. Dhana yenye imemaliza watu wengi ni kwamba wao wanafikiria computer ni ya kategori nyingine ya watu. Wale wenye bado yani wale wenye wako na hope. Kuna wenye wanasema sisi hatuna hope. Ni ya wale wenye wako na hope. Computer ni ya kila mmoja.
Ovya Kigima Mwanchumuli Matilda. Labda kama muko na nafasi ya wale watoto ambao ni wa CBC ama wa CBE. Ya, asante sana. Kuna mashule huwa wanakuja kututembelea. Especially hizi public schools unapata hawana computers. Na wanapofika Chorister huwa tunawapea chance ya kuonyesha wanafunzi yao vitu zenye hawana pale shuleni. With the CBC kuna vitu zenye wanafundisha na hata serikali hawajaavail shuleni. Kwa mfano kuna hizi mambo za hata za printing. Kuna wakati mwanafunzi alifundishwa kuhusu hizi vikombe zenye zinaandikwa picha ya watu, so wakaambiwa waende watafute jinsi ya kuona jinsi zinatengenezwa. Sasa swali likakuwa, huyu mwanafunzi atapata hiki kitu wapi? Na shule yenyewe haijakuwa provided, lakini mwalimu anataka nini? Anataka amemtuma, atatoa wapi? So CBC kuna kama shule 3 imetutembelea. So wanakuja pale, wana book the following day, tunawapea ruhusa ama the day yenye wamebook kuja, wanaangalia kila kitu vile wanataka, tunawaelekeza, tunawafanyia practicals. They enjoy. Na what if niko na mtoto ambaye labda ni miaka 10-15 pale, na ninaona ni kama anaweza kujua mambo ya kompyuta ama mambo ya teknolojia, nikuje naye pale, mnaweza niruhusu nikasome na huyo mtoto? Asante sana. Niliwaambia ya kwamba kompyuta si ya mkubwa peke yake ama mdogo peke yake. Kompyuta ni ya kila mtu. Na wakati wanafunzi na wameenda ruhusa, especially hizi ruhusa refu wakipewa vacation, mara nyingi huwa tunapata hata watoto. So class ya watoto huwa inakuwa tofauti na ile ya watu wazima, kwa sababu class yao hata tumefanish kushinda ya watu wazima. Class ya watoto tuko hadi na headphones, kwa sababu mtoto hawezi concentrate for the 2 hours ati unamfunza computer. Hapana, wao unapata tunawafunza for 40 minutes ama 30 minutes. Now the remaining minutes wanaji-entertain cartoon. wana watch cartoon, ili the following day hata mzazi amkumbushi kurudi pale, yeye mwenyewe anaamkia pale kukuja. Na the reason as to why tunawaweka kwa class yao ni kwa mtoto akishika computer hataki kuacha, huwa achangi kwa urahisi. In fact ukimtoa kuna vita pale, atalia. So huwa kuna provision yao pale tunawawekea, na kuna entertainment, na tena tumezi monitor. Kuna vitu zenye wanaweza access na kuna vitu zenye hawawezi ku access. Kwa kompyuta yangu niko na program yenye naweza angalia screen zote za wanafunzi, so akiguza popote inanionyesha. So nikisha split na inaniletea kila kitu yenye kila mtoto anafanya. Nikiona naweza fanya kitu kibaya, lazima kupitia kompyuta yangu. So si lazima niende pale nimwambie wewe unafanya kitu kibaya. Hapana, naweza access hiyo kompyuta yake. So wakati anafinya na niona anafanya kitu kibaya, naweza finya na yeye na nimuelekeze bila yeye kujua mimi nimefinya. Shukran kabisa. Alright, asante sana. Naona kwamba muda wetu bwana mkurugenzi Nixon Onyango umeyoma, licha ya kwamba tumezungumza mengi. Labda turudi kwako, changamoto, swala, ujumbe kwa msikilizaji na mtazamaji, kwa yale ambao ungependa labda wazazi, wanafunzi wote wajue kuhusiana na taasisi ya Chorister, ni yepi ndugu yangu? Asante sana. Ninaporudia kwamba Chorister Training College iko hapa Kisii, Sunika. Sunika iko pale Asumbi Junction. Ukifika pale utapata wa reception office, utakaribishwa na utajiunga nasi. Na apart from that kuna vitu mingi tunafanya pale ndani, si tu kufunza kompyuta peke yake. Tunaweza kufunza kompyuta na tukuache, hakuna chenye kunaweza kufanya hapa nje. So tunapokufunza kuna vitu mingi tena tunaangalia tunapokufunza. Maybe chenye tena unaweza taka kujua kuhusu Chorister ni kwamba we really focus on empowering our learners.
So si tu ati ukikuja kusoma pale na sisi ni hivyo umetuletea mwanafunzi na imaisha pale. Vile tuliwaelezea hizo follow up za wanafunzi, anapomaliza na maybe bado ako pale nyumbani anatulia, tunaweza muita, tunaweza mtafutia mahali tunapoona chance popote pale, kwa sababu tuko na link. So kumleta kwetu ni double advantage kwako na kwetu, kwa sababu mtoto at least kuna mahali anaweza pata atulie wakati bado anaongoja pa kuenda. La pili ni kwamba tuko na walimu wenye wamehitimu, tuko na facilities zenye ziko enough. In fact hadi wenye wako na wheelchair tumeweka ramp pa kuingia, kwa sababu unapata most of classes za computers, ukiangalia shule mingi za computer unapata ziko mbali kidogo. Wale wenye wako na ulemavu, wale wenye wako maybe kiwete na mambo kama hayo hawawezi ingia, lakini yetu tuko na provision ya vile wanaweza access classes zetu pale ndani, na kila kiwango ya walimu imeruhusiwa pale. Yani hata kama ulikuwa umefika class 1 uko na 90 years na bado unataka kusoma computer, utakaribishwa, utaingia pale na usome. Si wewe pekee, unajua mzazi, in fact huwa nafikiria mzazi ndio yule mwenye anafaa kuwa na knowledge sana ya computer, kwa sababu mwanafunzi anapoenda hata campus kwa mfano, utaanza kusikia anakuambia mambo kama mara tumeambiwa na mwalimu wetu tuende tununue software for example. So hata kuelezea software ndio nini, lakini kwa sababu anajua hujui, ashakudanganya hapo. So knowledge ya computer inakusaidia pale kukua. Kuna vitu zenye wewe mwenyewe ukisoma computer utaweza saidia mtoto wako. Hivi uko pale nyumbani na uko na watoto. Saa hizi wakati watoto wako nyumbani, hata si tu wakati wamefunga, utapata chenye huwa inawafanya wakuwe busy nyumbani ni simu ya wazazi. Unapata mama amepea mtoto wake simu, na baada ya kumpea hata jui ni nini anafanya na simu yake. Unapokuja pale na tunakufunza jinsi hata ya kufanya child, apart from computer, hizo ni vitu zenye huwa tuna take advantage nazo sana. Tunakuelimisha mambo zingine. Kuna topic zenye tunafunza mwanafunzi, na kuna yule mkongwe mwenye ameingia pale ndani, kuna zenye tunafanya additional education on computer, jinsi ya kumonitor mtoto, jinsi ya kumwelimisha. Kwa mfano mimi simu yangu, hii simu ni moja, lakini naweza operatiwa na mimi na mtoto, na mtoto anapoishika hawezi access vitu zangu, ataweza access tu vitu za kumwelimisha, vitu za kumentertain, vitu kama hizo. Lakini akienda kwa yangu unapata iko na restriction, akienda kwa yake iko tu open. So mzazi ambaye ana knowledge ya computer, mtoto wake atachukua simu na hata jui ni nini mtoto anafanya nini, anatazama. Mtoto anamaliza pale, anapotoka hapo nje amekuwa kitu kingine. So hizo ni mambo zenye huwa tunazingatia sana kwa wale wenye wanasoma computer, na tunafunza kuhusu nidhamu ya computer vile niliwaelezea. Mtoto akitoka pale asije akatoka hapo nje aanze kuingia kwa programs mbaya, kwa sababu alikuwa exposed to computer. Hiyo ni ile wakati sasa ameshatoka shuleni, ameenda nje. Ya mwisho, kuna wakati nikiwa campus bado na niko sekondia, si kuwa na certificate computer. So kuna hii supermarket inaitwa Chandarana supermarket, Food Plus walikuwa wanaajiri watu, na hiyo wakati kama una certificate ya computer huko unaajiriwa. Na walikuwa very funny tena, apart from kukuwa na certificate, hii certificate lazima ingekuwa verifiable, like tunaweza ipata aje, because kuna computers zenye, kuna certificates zenye zinakuanga fake, watu hujitengenezea certificates. So ours zinakuanga na features zenye zinakufanya yule mwenye anakuajiri anaweza i-access hadi kwetu, bado anaweza i-trace. So hiyo wakati nilikosa kazi kwa sababu ya kukosa certificate. Ukijiunga nasi, usome nasi, umalize, utakuwa na certificate ya computer.
Kwa hivyo ulikosa kazi pale kwa sababu ya certificate. Nilikosa kazi. Unajua umesema kitu mpaka nimekumbuka rafiki yangu ambaye pia ni mwajiri pale na nafikiri labda ndiye alikushughulikia Jane Mwangi. Asante sana. Sasa nafikiri tu shukrani sana mkurugenzi kwa kuingia ndani ya studio kwa sababu ya kutu taarifu zaidi juu ya masuala na elimu ya Chorister Training College. Naamini kwamba wazazi wetu, wanafunzi wamepata yale ambao walikuwa yapate na bila shaka wataingia kusoma. Matilda. Shukran sana na karibu tena, na tungependa wanafunzi waweze kujua mambo ya kiteknolojia sana. Awe mtu mkubwa, awe mtoto, awe nani. Asante sana. Na maybe jambo lenye nilikuwa nasahau ni kwamba mwanafunzi wako wanapoingia pale ndani si kwamba tu atapata knowledge, lakini akiwa anatumia akili yake vizuri atakuwa tena ameajiriwa. Atapata pesa kwa sababu anapotafuta kwa mfano amesoma kwa shule penye walimaliza shule watu kama 20, alete hao watu 20. Hiyo atakuwa na pesa mingi sana kwa sababu tutakuwa nampea maybe kama shilingi 200 kwa kila mwanafunzi ameleta pale. So at the end of the day mwanafunzi amesoma lakini tena akona pesa. Akiweka hizi na endelea kufanya referral, anapoingia shule akona cha kuanza nayo. In fact unaweza kupitia kwetu amepata fee. Kupitia kwetu amepata jinsi ataenda kuishi huko nje anapo join. So si tu ati amepata knowledge peke yake, lakini atakuwa amejifunza jinsi ya kupata pesa pia. Unapatikana kwenye mitandao labda tukimaliza? Tuko kwenye mtandao. Ukiangalia Facebook utapata Chorister Training College. Tuko actually ni Facebook tuko sana. Utapata Chorister Training College pale. Shukrani. Basi wana mwanchu muligeli mbia mwana sincho gende kusagana itu ndo chenga tuwi komo ilia sinkwa na itu ya bene ngambo bono mambia nere Nixon Onyango mu director o Chorister Training College uyoto ira mangana maya ekinge ncho namba ya boisimi ulio rasi radio andake na yotaranje igwe 0701851119 enoti isano naibere eyemo isano na isato isano eyemo kianda chinambecho nabo obuchinyora bwa kesimi ayiga busongo batalere sune Kasumbi Junction eligero baikere nga Chorister College egenda gali esemitandao Facebook Chorister College unati kiroko tebo mo director eligero baikere onyorobo semi boiga na chisemi chiga unabogota basemi nchiribogo tu. Basi mkurugenzi, shukrani sana na karibu tena wakati mwingine kwa ajili ya kufahamisha msikilizaji na mtazamaji kuhusiana na masuala haya muhimu zaidi ya elimu. Shukrani kwa kuwa pamoja nasi kwa leo. Asante sana Mr. Geoffrey na team. Basi wana wikira mu chibuligere lino tukurabunera asensemeiga kerondo chideka chinke chiruso nogenda konyora ayanda mansu aiga somorobri etwani nchenguru kwa Geoffrey Onsarigo ase studio. Nkoro kwa Matilda Vaiwa kiratwarengenere omu director Nixon Onyango kurwa ase eskuru ya megirio yechi computer ya Chorister Training College. Mpia mwana sana. Tuska tuchare. Hitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha.